neema na katika kumjua Bwana wetu Bwana wetu na mkombozi Yesu Kristo. Amen. Baada ya kuzaliwa katika ulimwengu wa kiroho, itina wagusia wapepani, Paulo anahimiza believers Paulo etabia aiki the growth kueni katika neema. Umesoma? Yani we are expected to start growing. Nituende katwambie kuyana kupitia neema tuyane ndini wa mumo tuimana mweye witu tukua kwa neema, tukimuelewa mkombozi wetu ambao ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Amen. So unapookoka, unapozaliwa katika ulimwengu wa roho, there is expectation ya kukua katika ulimwengu wa kiroho. One day one time, katika siku moja, wakati mmoja, huyu Baba J alikuwa pale. Ni kweli. Lakini huyu mtoto hajawahi kuwa mahali Baba J yako. Ndio. Huyu Baba J siku moja alikuwa hapa. Akaenda akafika hapo. Kwa hivyo baada ya kuokoka, there is a process of development katika ulimwengu wa kiroho. Mwe inaata hiyo. Amen. So Paulo anasema hivi. Paulo yashaye, yaani tunatamani kukua katika neema yake Yesu Kristo, kwa kumjua mkombozi wetu Yesu Kristo. Tunataka tu wakuwa hapo, tunasoma haraka katika kitabu cha 2 Peter 2:2. Haraka tu tunasoma haraka, tunajifunza. Hakuna mtu anaboeka. Kwa hivyo ndugu mboeka. Na wengi wanafuata ufisadi wao. 2 Peter 2:2. Waraka wa pili wa Petro 2:2. Ndio hapo, ndio huko. Na wengi watafuata ufisadi wao, na kwa hao njia ya kweli itatukanwa. Hebu soma first Peter 2:2. 1 Peter 2:2. Kama watoto wachanga waliozaliwa. Sasa tunapozaliwa katika ulimwengu wa kiroho, twashawabebani. Sasa Biblia inasema hivi. Kama watoto wadogo walivyozaliwa, watoto wachanga jinsi walivyozaliwa. Pale kama watoto wachanga waliozaliwa, sasa yatamanini maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Baada ya kuokoka, tunazaliwa katika ulimwengu wa kiroho. Tusiawabebani. Lakini Biblia inatuhimiza hivi. Ili tuweze kukua. Kama watoto wachanga. Nasiana nini ule mtoto. Mwana osu. Sana naongelea yule mtoto. Na yule nene ya munola. Kauli kondelali redia. Kana kwa nene ya. Sasa tutamani maziwa. Tutamani maziwa ya akili. Tutamani maziwa ya akili yasiyogoshiwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Katika process ya kukua, na ili kwa hayo mpate kukulia wokovu. Ili tuweze kukulia wokovu. Tutamani maziwa yasiyogoshiwa. Twandewe nikunywenye nitaikatu ambao haijagoshiwa. Wajua ila karibu kikahe ndio tikapi kara hili kage heo kaka ya ili ya mata iya ekatu ya kikuni ndio niweka nige kanisa. Sasa Biblia inatuambia hivi. Biblia yetu kuna wakati watu wanaokoka pendi nani matangewa, na sisi tunaona tunatoka tu nje na mtoto mmoja. Nikisikia watu nyuma watoto wanaangaliwa alafu turudi ndani. Bwana asifiwe sana. Amen. So Biblia inasema hivi. Biblia yasema mtoto anapozaliwa, mwana asiawe, kama wewe mwenyewe ulipookoka, kana matangiwa, kuna ile pure milk. Ndio neno lake Mwenyezi Mungu. Onyushaye ya pure ndio yangai. The truth of the word of God
uwe wandeta yangai. Unajua napendaga wakati mwingine Baba Alex alikuwa ananiambia, niambie ukweli. Napenda Alex ndio ugo. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua hili neno, linaweza likachanganya mtu. No, yeye bulaniweka bulaniana. Biblia inasema kama mtoto aliyezaliwa, tamani maziwa yasiyogoshiwa. Sababu gospel imechanganywa. Lakini kuna ile injili ambayo ni ya kweli ambayo itakufanya ukue. Amen. Nikaenda mwana usua vikepa. Ili uwe mtoto afike hapa. Takiwa kadogo. Kana kuga kanini. Kuna maziwa kama kuna chakula akawezi pewa. Ni ilaka tanewa leo. Ateo kuonga. Bwana asifiwe sana. Amen. So inakuwa ni process. So Biblia inasema hivi. This is a process. Na katika hii process, kila mtu anakula na anafanya anakuwa na different responsibility. Kwa hivyo katika ulimwengu wa kiroho, huyu akiwa mtoto kiroho kabisa. Unaona wakati tunapookoka, kuna ushuhuda watu wako sangi. Ndio. Niwe toko kinambe. Niwe toko zokanetao. Alafu ngwaza niwe toko zokanetao ndiwe toko inambe. Todo nikafoni yule kama mundu wewe je bana. Kwa sababu ni maneno ambayo hutumika sana. Kaiga. Na anaiga ule mfano. Sababu hapo umezaliwa. Ndio wao ashawa. Una mtu anakuwa na utoto mwingi sana. Mtu wakazi wana mwingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini uko katika process ya kukua. Ndiwe nduni wapi yani? Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini Biblia inasema, Biblia asha, na tuzidi kukua katika akili. Twende na kuimakili koni. Wewe inaacha hiyo. Amen. Kila siku unapokuwa unababanua mambo ya kweli. Kila mtu hivi yana maono. Katika mambo yako ya kukua. Nini watu wako kila kukua. Unaendelea kubainisha yaliyo ya kweli na yasiyo ya kweli. Unakadukania ugongo. Kila tunapoenda, tunafikia mpaka kiwango ambacho ni the responsibility. Tukafika kiwango cha kuweza uinengoya. What is spiritual maturity now? Na yuko kibeba ni chao. Bwana asifiwe sana. Amen. In the book of Ephesians 4:15, buku ya Efeso ina 10 na 3 na 22. Efeso ina 13 yasiate. Hata na sisi sote tutakapofikia umoja wa imani. Kwa hivyo tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana mwana wa Mungu, hata tufikie umoja, tufikie umwe wa imani, umoja wa imani. There is an expectation. Kwa bila utangiwa, ukiondoka kuna expectation. Sasa Paulo anawaambia, na sisi sote tutakapofikia the expected fee, ila tukafikia umma wa mwekeo, na kumfahamu sana mwana wa Mungu, na tumfahamu sana mwana wa Mungu. Okay, wewe mwana tu ulikuja, wewe ni mwana na utoto, na wewe bwana mwana. Lakini sasa Biblia inasema tufike mahali, na tufike mahali, tufikie kiwango cha imani, tufikie kiwango cha kumfahamu kabisa, tumane pia mwana wa ngai. Hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo, hata kufikia, ambia mwanzako kimo, the completeness cha utimilifu wa Kristo, na utimilifu wa Kristo, yani spiritual growth and maturity. In other words, kana kufikia kuimapio ile act nulodwe of reflecting wa usisha Christ like behavior, usisha na kuwa metuo ya Kristo. Amen. Yani mundu wa lidia, mtu akikuona unataka kiwango chako kilobi kite, unakuwa kiwango ulichofika cha Mungu, unadhihirisha kiwango ni yeye, your expectation. Yani kila Petro alipokaa na Yesu, hata watu walipokuwa wanamwangalia walikuwa wanamwambia unakaa na mbona maimuliza mambo yao ukane na Yesu, na unanena kama na unanena tao. So, kuna kiwango ambacho mtu anafikia, ambacho we are expected. So spiritual maturity is an act of spiritual completeness. Nita yani wakibeba.
kana uandike kwa. Kama unaandika unaweza. Is an act of spiritual completeness. Nundu wako ya nia pio kebe. Whereby a believer reflects a Christ-like. Bala Mkristo washa mitue gane na ya Kristo. Nito haikani ongeza. Spiritual completeness. Wewe upio wake be. Mahali ambapo sasa yuko naye kuna tabia sasa pela metua huyu akifanya akeka huyu haiwezi fanywa na huyu tena tabia huyu kaite ama huyu anaweza fanya, we don't expect hapa ifanyike kale pela mtu ndo naye kwa baba hapa tuna expect decision ambazo ni mature hapa expect yani matwa maimu kwa mfano kwa Anglikana wewe inaanza hiyo amen zika kwa kamuzika kile nyaza nyeni ni toani hiyo sasa kakikuja no jongelekani yani mfano okay hata nimeoa ka toka kazi mama ni toani kana wana akaina tuikane kwa kamundu okay hata jina sana mtu weka ni kwa kukoka ukitoboa Nikitokea rahana. Kadi unakuwa tu ngina kaima ngomo ngine kaima. Natika twana. Na kutoa tiko tu. Ose mundu hakuna hiyo kazi. Mamu ndioka. Mamu niko na wife. Nina atoa mundu. Niko na wife material. Aiwaje wewe kata. Umevaa kufanya nini? Ukapiga. Umekwenda mbele. Utaandike. Kwa nini hata hiyo? So, spiritual maturity, there are some decisions which you are expected to make there. Which are mature. In this level of childiness, you expect immature decisions. Level. Amen. Amen. Na kile ndio kana mundu kubudwa mundu. Baba je yakiwa Wanaona kanisa ndio kazi nini nadhimiwa mundu kanisa. Si atasimama hapa anasema hata niko na pipo lakini kiwango gani akambaje huyu. Lakini sio sahihi mfano kama akaenda wewe kiwango gani. Bado tunaona mdomo. Akituambia akiwa hivyo sahihi tunashangaa. So, wewe sasa ile kiwango unaangalia huyu Baba J nayo. Kiwango kana dalali ya unaangalia Dennis nayo. Ukaja neno. Sasa Dennis. Neno hiyo. Akaenda kwa kula kuinyaga kuite mundu. Akikuja kwa mama yake na pipo. Kwa mfano. Wangela kaje. Yo, ndio. Yoka. Amekuja. Mama ni kwa hiyo yeye anisie. Akamwambia sasa mimi ninasikia yoka mundu. Na kuna mtu. Chongela kaje tunaze kinimfano. Ineno kwanza mtu. Sasa mama yake si ampige tuone. Nuko kwanza mtu. Ampige tuone. Kata. Anasemaje? Kita kuagree. Sasa kubaliana. Nage. Tunasoma. Nage dada wangu ni mambo ndio iwe. Nesi yangu asia kwa ndio mwe. Akakata hiyo mambo ya dada. Kumunenya. Chawo. Lakini babu mbe yake boko. Babu mbe yake boko. Bali kunenwa. Lewa. Bai kwende kila. Ni magulio. Ni mu. Aselegwe ba. Ba. Au gakwe nitoka na mundu. Ba. Lumwe ai. Kama mama mabidukita chogwa. Kwa sababu hiyo kiwango wamefika. That expectation. Kiwango is making mature decision. Ya utama malumu. Which are agreeable. Alama ile hadi ignite spiritual maturity. Sibatu twasha kuyana kana kuima kwa bebe. Hallelujah. Amen. So ndio nimesema spiritual maturity. Ni watu washa kuima kwa bebe. It's an act of completeness. Ni kana kuida we complete. It's an act of spiritual completeness. Ni kuima kwa bebe. Where believer reflects a Christ-like. Palapo Kristo washa anakuika mituo character, mituo conduct and responsibility. Yani mituo umundu
na mawe. Mtu anafika mahali anakata kauli yake. Katika maisha ya kiroho hivyo ndivyo tuko. Kila mtu yule wapi bali. Unapokuwa unafika mahali ambapo haufuatiliwi. Unafika mahali ambapo wewe mwenyewe unafanya maamuzi. Yale maamuzi yanakuwa ya kukubaliwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Unapofika hii level, katika kitabu cha 1 Corinthians 13:11, Akorintho wa mbele 1 Corinthians 13:11. Akorintho wa mbele 13 mstari wa 11. Inasema nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiria kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeambadilisha mambo ya kitoto. Haleluya. Amen. Bwana Biblia yakizungumza na mundu. Kuna Kiingereza iko na mtu? Yes. When I was a child, yes, I talked like a child. I thought like a child. I talked like a child. Yes. I thought like a child. Yes. I reasoned like a child. When I became a man, I put the ways of childhood behind me. I put the ways of childhood. I put the way of childhood behind me. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. When I was a child, I talked like a nena tamana. Sini kweli? Sio ngani wewe expect kama ta. Yaani sio kale katoto. Aya. Anasema I thought like a na swala takana. Bwana asifiwe sana. Amen. But the Bible says when I grew up, Biblia elena afikie mundu muima. Nikatupa mambo ya mambo mawana na yeti na wako. Wewe inata hiyo. Amen. Ukisha kuwa mzima kiroho, wewe makibeba. Kuna mambo ya kitoto pema mundu mawana. Ambayo mtu huwa ala mundu uyaeti na wake. Wewe inata hiyo. Amen. Sasa wanasema nilipokuwa mtu mzima, elena mundu muima. Na nikawacha mambo ya na naye kana wana. Wewe inata hiyo. Amen. So unapokuwa mtu mzima, watu kama mundu muima. Uwezi kuta mtu mzima akikoroga matope. Ndiyo mundu muima. Pengine akoroge ajenge nayo. Pengine ni mambo mabali. Kana ndio ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. But at that level, you will expect that. No expect you. Mwe na hata hiyo. Amen. So spiritual maturity. Wewe na kuimakilia. Ni kufika mahali unaacha mambo ya kitoto. Umika hapa nduka tia wana. Na unafika kiwango ambacho unafanya mature decision. Ila kusema tu malumbu mawima. Wewe na hata hiyo. Amen. You see watu many believers right now. Na andoingi you they are ever growing. Nimeana wanakuwa yani wamekuwa wakikua maende na kuyana, lakini sio kukomaa. Ili tia komaa. Ndio inata hiyo. Amen. Ninataka tuelewe hapa hivi vizuri. Ndio madhani wangu. Waumini wengi Kristo wengi wamekuwa katika process ya kukua. Mimi kwa madhani lakini sio katika process ya kukomaa. Wewe mainesha ubika bandu bako. Na tungetaka tutamani sana. Anaenda twende kiwango ambacho ni vya kukomaa. Tupige kiwango ni chatu. Tupige kiwango ambacho tupige kiwango hili. Wewe mwenyewe una mizizi. Unaweza fanya maamuzi. Hautwe matwa. Wacha nikwambie. Nikangu na viazi. Katika nyumba ya Mungu. Nyumbani angalia. Tuko watoto wake Mwenyezi Mungu. Tushana shamwe. Na kuna kitu ningetaka niangalie kidogo. Na beke ni mwendo ulije banini. Bwana asifiwe sana. Amen. Na pengine kabla nifike hapo, Biblia inasema kwa sababu ya watu wa Mungu kudua. Na Biblia inasema in the process ando matundwe. Na watu wanaweza dua. Wewe inapa hiyo. Amen. Katika kukua ndio wakuyana, mtu anaweza kureturn. Mundu ndo atingira naka tena. Aka tena. Aka ema kwenda pole mmilie tu. Sasa ndio ndio kake. Jana lakini mshadadi kwa kake sawa. Bwana asifiwe sana. Amen. In the Hebrew 5:12. Avelania itano ngomna ile.
We have to be very careful when we are growing. Na tuombe Mungu sana tukomani. Kuna kitu tunataka niongelee kwa sababu dakika zangu zinaenda tu. Hii topic iweze ikaisha leo. Yashati. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Kwa maana iwapasavyo kuwa walimu. Maana wakati mwingi umepita. Sasa katika ndiko ni hold hapo tu kidogo. Katika ile process ya kukua, ndio wakula pia na hii. Unaweza ukapatana na maziwa iliyogoshiwa. Noko maana ile katu. Sasa ukipatana na hiyo maziwa, wako manayo hii. Ukatundua kudua. No, kuku. Mwana hata hiyo. Amen. Huyu mtoto usipompea maziwa na madini inayohitajika, atadua. Sasa Paulo anaongea na kanisa. Na Waebrania ambalo lilipata maziwa, lilipata siasa. Watu ambao walikuwa wameanza vizuri, wakaenda vizuri, wakafika mahali. Sasa anawakemea. Because in the process of growth, you exhibit different gifts of God. Ile ushuhuda ulitoa Januari, sio ushuhuda ambao unaexpectiwa utoe baada ya miaka 5. Tiwa kushuhuda hata miaka 5. Naomba yenye uliomba mwaka uliopita. Baada ukiwa na mwaka mmoja. Sasa unaweza hapa katikati. Unajua hata mtoto usipokula vizuri, sikuna magonjwa hapa katikati. Mwana kama wana sasa katikati kama marasmasi. Basi yako. Jogo. Ongeweta wata. Mwimbo. Mwenda ile tena maua matene. Wewe mawete hii. Maua wazi matene, lakini katika ulimwengu wa roho yako. Na pepa ni mawazi beo. For example, kwa sheko wewe mwimba. Wakati kwa wewe kwini. Ndio mwimbo. Ebuje kanene ba. Na wali mundu aiba alite. Nikolea bona. Ebuje kaiba. Moya wewe balance diet. Wewe moya? Ngala bana mwezi. Ala mwezi kuni mtu derezi obo. Na nyinyi mko shule siku najua kwa chako. Hizo watu. Umsayansi bibi. Watu masamba bia. Kwende nasi. CBC hiyo. So why naya niambieni ya marasmus ni gani? Marasmus ni mwangu about Sweden. Lack of enough food. Hallelujah. Niko dhime wa leo. Ukayaka leo kadini. Kudhime wa. Kwa mwana zaka au kawa wauzwa marasmus. Kwa hiyo mtoto anakoja kwa huo ugonjwa. Wao wauzwa ya bwana wewe kutinatiwa. Na njia moja huyo mtoto hata kula. Anda wewe. Nywele ndune, yes, nyale ni sawa. Na nywele ndune, nywele inakuwa red, brown. Ngozi inaparara. Na kapalala ngozi. Na kwa shako. Unakosa kula balance diet. Kwa sababu ndio saa ndipo yale umogo ya nene tu. Naole ngima kala ngima tu. Unakula ugali na cabbage ui. Nozo. So wakati kuna katika kula kile chakula, unakuta kuna chakula ambacho kinafanya mtoto asikue. So katika ulimwengu wa kiroho, Paulo anaongea na kanisa ambalo halijapata balance diet. Kanisa na expectation na haijafikia pale. Sasa analikemea. Anawaambia hivi, kutoka wakati mlipookoka na mkaanza kukua, you ought to have been teachers. Amen. Wewe inaanza hiyo. Amen. Aha. Sasa ndiko kwa maandiko. Tuzo kwa maandiko. Na ndio lazima kuwe. Mimi na ndio watu waombe wakue. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu. Sasa ingewapasa kuwa walimu. Maana wakati mwingi umepita. Sasa mmeharibu wakati mwingi. Mnahitaji kufundishwa. Chenye kinahitajika ni urudi pale mwanzo. Ufundishwe. Na mtu
mafundisho ya kwanza. Na mtu yale mafundisho ya kwanza. Maana hapa katikati yamegoshiwa. Tondu baka katika ndio unaona Biblia nyingi. Ni nikati we. Nimegoshiwa. Tondu ni tenesa. Ulikuwa umekuwa vizuri. Maana katika ndio akaatwa. Katikati maziwa chakua gushi. Haleluya. Amen. Bwana kwa maundu wake. Ukaambiwa maneno mengine. Sasa Biblia inasema kidogo tumina ndani unaona au nini tu ni kwa mimi. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya neno ya Mungu. Mnahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya neno la Mungu. La Mungu. Nani? Mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Sasa hawa watu ni very dangerous. Watu katika ufalme wa Mungu wanahitaji maziwa. Wako wamebeba muda mrefu sana. Lakini wanahitaji maziwa. Wala si chakula kigumu. Natile umomo. Amen. Wanaweza kuweko na wamebeba muda. Lakini Paulo anasema wanahitaji maziwa. People whom you should handle with very care. Do they have a long time in fellowship? But wanahitaji maziwa. Uti mundu umukemea. Usho mtu wa kukemea. Enda yako. Wewe ni hata hiyo. Amen. Uti mundu umukemea. Wa mukemea au ni muina akeni ulimweka hata. Ukimkemea kesho mko na yeye kwa sababu yeye ati alwabe ende kama ndio kaidi kalila. Watu wakunywa maziwa. Na ndio sababu unaona Petro alikaa na Yesu. Na nimeona Petro alikaa na Yesu. Siku moja Petro anamuita Yesu anamuita Petro, shetani niondoke. Na Yesu ya Petro, Satani, choke tena. Wewe Satani imazukie. Niondoke. Ndio mundu ndiye anayegebewa. Sasa hebu muita mtu ambaye hajakomaa hivyo Shetani. Unajua Biblia inasema tunafaa tukue kiaki. Biblia si hata ile kukomaa keleko. Unajua mtu anaweza kuambia wewe shetani niondokee. Mungu wangu wewe Shetani bado. Na kulingana vile umekuwa kiroho. Ndio yani wewe kubabanua. Tutazama na hapo hata. Lakini kuna mtu ukimwambia na kama mtu ndo moyo. Hata kuna neno inatumikana sana. Na wewe ndio itumika. Kuna mtu anaweza kumwambia kwenda huko. Wewe mtu ndo moyo anaenda na kwe. Hiyo tu peke yake. Kumoyo mtokana. Mkaumana. Wewe ina hata hiyo. Amen. Lakini sasa Petro, Yesu amemwambia Petro, shetani niondoke. Wewe maila shoke pina. Na story inafika hapo. Na bora. Kwa sababu Petro ameku Tondu Petro nungu inu. Anataka ile chakula ambacho ni cha kunyonya. Nenda lewa yeye tu. Anataka chakula iliyo enda lumomo. Yeye inaga hiyo. Amen. Sasa believers wako Paulo anawakemea. Ndio kana Kristo Paulo kukayo kama. Anawaambia hivi. Emeate. Muda umeenda sana. Hivi nani yeye? Na kiwango ambacho mko katika ulimwengu wa kiroho. Na wala mwangi ndio kabisa baba. Kwa pale. Wewe ndio mnafaa kuwa walimu. Mwana na Mungu ndishani. Mnafaa mnafundishana. Mwana na Mungu ndishani bange. Anasema maturity level. Ndime yasiya kukoma. Wewe ni mwalimu. Unafaa kuwa mwalimu. Unaelewana? Ndio wale imetoka kama ukaimu mtaki. Unafaa kuita watu kila mmoja. Lakini anasema hata ikiwa hivyo bado ni watoto. Ndio anasema hiyo. Wanao warudishwe tena. Wale watu wa ile. Waanze mafunzo ambao ni fresh. Mambo hivi kisomo upya. Wewe ni hata hiyo. Amen. Hello. Sikutaka kukomaa. Sasa ndio kama. Hebu niongee hiyo advantage moja. Na nini anaondoa katika Galatians 4:1-2. Bado mwa nitumie hawa nimalize. Kanu meaya 4:1-2. Galatians 4:1-2. Galatia imwe ina mtuame na wake lakini nasema kuwa mrithi wakati wote hawapo mtoto. Mrithi wakati wote. Unajua nieleza hapa vizuri. Baada ni aliseleza. Biblia inasema wakati baada ya kuokoka ndio wandangiwa. Tunakuwa watoto wa bila harusi anasikia ngai. Ni kweli. Tunakuwa watoto wa nani? Bila harusi anasikia ngai. Watoto wa Mungu, si kweli? Ndio. Sasa kuna kitu hapa Paulo kupitia kanisa wa Galatia na anasema. Na hiyo Paulo bado ndio ya Galatia. Anasema hivi. Yes, yai. Mrithi japokuwa ni mtoto. Ula wale otie wa mali live. Akatwika ni mwana hana tofauti na mtumwa. Ndio kibaduka na ngombo. Angawa ni bwana wa yote. Japokuwa ni
Bwana wa yote. Juu bali juu chini. Bali juu chini. Bali juu chini ya mawakili na watunzaji. Watunzaji. Hata wakati uliokwisha kuamuliwa na Baba. Hata wakati uliokwisha kuamuliwa na Baba. Wewe hata wewe. Amen. Nataka kuchukua huyu. Nenda nose huyu ni mwasira. Bwana asifiwe sana. Amen. Kuna kitu Baba Samu hapo naye. Back into ile Samu umete. Ambaye ni kijana yake. Na ule mwana wake. Na ni murithi. Na ni wale anatiwa. Wa mali yake. Tiwa. Sini kweli? Wewe na hata yule. Amen. Nataka tuwasimu Baba Samu pengine yako mbali. Na nenda asiye Samu pengine ndiye. Kana ndiye baba. Wameacha huyu mtoto. Na ni watu ya mwana. Na wajakazi. Na ni wamatia na aluko. Kuna ng'ombe. Kuna ng'ombe. Kuna nyumba. Kuna nyumba. Kuna shamba. Kuna meunda. Hizo zote zilikuwa zake ule. Ndio ile sio ndio sheria sana. Ni za huyu mtoto. Na haki ya kana ka. Wewe na hata yule. Amen. Lakini Biblia inasema hivi. Biblia nayo yasema. Japokuwa ni za huyu mtoto. Hata hizi ndio sitie wa mwana kana hapa aridhisha vile vitu. Anaengelea hiyo mali, umebaba. Japokuwa anakuwa anajua ni vya kwake. Hata hizi mali yake. Lakini hana majua decision ya kutoa. Ndio ndio kumya wana. Zake zitakaa chini ya mawakili. Siku zake si wande ni washaisha. Wewe hata hiyo. Amen. Analishwa. Akaanengwa leo. Anafanya kila kitu. Ana wangu wako na vitu zake. Si ndio zake. Lakini hana tofauti. Ndio ana kibado gani? Kama ni ng'ombe inakamuliwa, maziwa inauzwa. Kila ni ng'ombe yake kama inauzwa hajui. Na una malaya ile ya. Kwa sababu bado yeye ni Mungu. Ndio wewe ni mwana. Wewe inata hiyo. Amen. Sasa advantage moja ya kuwa umekomaa. Na hiyo kitu kimoja usiamua kuida umekomaa. Sababu sisi tunasema ni wana wa Mungu. Ndio hiyo tunaita asiana sianga. Unapokomaa katika ulimwengu wa kiroho. Tena kana imabe bali. Siko vitu Mungu anatuaminia. Tena sinunga hiyo tunenga akatuiki yanasio. Wewe inata hiyo. Amen. Kuna vitu hata huyu mtoto hata saa hii hata azunguka hapa akisema nataka gari. Tena kale gana kakatita kete nenda ngale. Ngale. Huyu ataomba akiomba masomo. Boya no boya iboya masomo. Hata sasa tuseme hiyo shamba ni yake. Anamundozi anasema katika hii na dai shamba langu. Nenda munda wako. Hata aende kotini. Ona kotini. Hawezi pewa. Ndani wa mundozi. Wewe nata hiyo. Amen. Lakini Biblia inatuambia hivi. Ndio Biblia. Sasa japokuwa hata vitu ni vyetu. Tunasiembe katika ulimwengu wa kiroho. Bebani. Kwa sababu nimesema many believers are growing. Na shando yene manana. Not maturely. No, mainesa kuima. Amen. When we will reach into the level of maturity. Ila tuebika panu ba kuima. Mungu anafikia mahali anatuaminia na vitu vya ufalme. Na yabika bandu akatunenga sababu sisi ni wana wa ufalme. Ndio yetu isiana sio sisi. Lakini kuna kiwango ambacho kama wewe ukiwa mzazi huwezi muaminia. Peke ndo utanena mwana na vitu ambavyo ni vya kwake. Peke ni chako utanena mwana ukamwekea. Mungu anatuangalia. Na Mungu yupo siasa. Anatuona. Anatuona. Atuaminiaje? Peke yake. Na bado ndani yetu. Na nani wito? Anaona utoto. Tuosiana. Wewe nada. Amen. Kuna make sense. Na liwana. Wewe nada. Amen. Sasa Mungu anataka Mungu inokwenda. Nitukue tuyafike kiwango ambacho tutaaminiwa. Tuimempiga tuikike. Huyu anaweza dai kwa shamba lake. Una wake munda wewe. Na apewe. Na akanewa. Sina kitambulisho. Ndena kibanda. Ataridhishwa. Nuku nawa munda wewe. Kwa anajua haki yake. Tondo wewe sio. Ameshaelewa haki yake katika ile familia. Wewe sio wake msini. Lakini huyu japokuwa ipo, hata huyo munda huyo wewe. Haielewi. Na anandeze wewe ba. Ndeze mimi baka. Wewe hata hiyo. Amen. Kila mtu anaenda ni wasumbe ni wanga. Tunapokuwa katika ukikomaa, tuna haki zetu. Tuna haki zetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Wakati mwingine tunamsumbua Mungu, bila tusumbua. Anatuangalia tukiwa watoto wa kiroho. Na akatulia hapo na vitu vikubwa. Tukamoya lakini akiangalia naona watu ambao wanafaa kurudi darasani. Na kona andumani wa kilasi. Waende wakafunzwe kwanza. Mambe yangi kunyanya hiya. Wakuwe tena wakomae. Na nenge maime. Amen. Wewe tunaanza msumbua Mungu sana hapa tunamwambia Mungu tunataka. Na tusimwanga hivi mwana tuende. Anataka gari. Mtoto wa kiroho. Nani huyo mwana? Anaona anura. Anatuona hapa.
Akaona amisha nataka gari, nataka nenda ngali. Nachukua. Nani mnaocha? Anaona mtoto. Anaona mtoto katika ulimwengu wa kiroho. Anasema hivi. Akasiati. Ungefaa kuwa mwalimu. Wewe mwalimu. Katika upande wangu unaeleza maneno yangu. Wewe haitaka nenda dosia. Kinachostahili ni urudi nyuma kwanza. Wewe ambao sio kweli katika neno langu. Ubu ni wengi wa kukua. Ndio kwa nani? Kuna mambo mengi sana. Kuna mambo mengi. Yesu na hata hivi. Amen. Hello. Inahitajika ukue. Wale kuyana. Hii ya mwisho. Ile ya mwisho. John 8:5. Yana nana. 8:5. Hiyo ya mwisho na kitu kitaendelea kabla. Na ndio sababu yana hiyo kitu na Yana nana 35. Biblia inasema wala mtumwa akai nyumbani siku zote. Mwana ukaa siku zote. Yesu na hata hiyo. Amen. Ndio ndio manga hii. Unaona sasa sisi ni watoto. Tukishaelewa haki zetu. Kama na haki sisi wanatu. Kuna siri mtoto hawezi pewa hatua hiki kiwango. Teke mbili kanande to iko tabia mwana wao. Adoption. Pengine kuwa na nini? Pesa ni mwana wote tabia yani. Wewe na hata hiyo. Amen. Lakini sasa Biblia inasema hivi. Yeah, japi. Mtumwa akai pa nyumbani mwa baba milele. Ngombo ndikala nyumbani kwa bwana wa kwetu na tena. Lakini mtoto ndio mwana mbele. Watoto wakikunywa utu waambiwe wanapigia. Jana si hapo sio ita. Hiyo ni ile. Chini bila wao sio hiyo. Hiyo Nili si waambiwe. Jana hii podo sio wakikunywa utu wanatulia. Changa lo kiuta wanywa. Hiyo ni power of body. Unaona anachangamka. Ndio ni madanga ile. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui kama tunaelewa. Tunakwambia. So, akisha koma mundu aima katika nyumba ya baba. Nyumbani yeye. Unakuwa mtoto, unakuwa na mizizi. Ukenda amana no kabesha. Unakuwa autikisi. No kenda kwa unduma. Wewe basi amen. Amen. Hakuna upepo unaweza kukubeba. Haikisha beke kukua. Kwa sababu wewe ni mwana na umejua haki zako. Kwa ni mwana na numa nite haki zako. Unaweza enda. Beba nduthi. Mambo unayoogopa. Mambo unayao pia hivi. Upatane na hayo mahali ulikoenda. Wewe ana na mambo huo. Majaribu uliyoyaondokea. Na maono na ndugu. Unaenda unapata pale. Ukaimedhe hapo. Wewe nata hiyo. Amen. Lakini ukishajua wewe ni mwana. Unajua mwana wewe. Kuna mambo ambayo unayajua. Pema unumesi. Watu wengi ambao tumekomaa. Angalia ya nini kana kufanya. We have a story to tell. Tuna unduwa wetu. Katika familia zetu. Ndio wameshika. Za sia kuivia. Na njaa ambazo zikukata baba ni kwa kwete. Nitakupa nikiwa na dogo. Longosa. Na hiyo ni njaa nyingine. Yesu na hata hiyo. Amen. Yesu wewe sisi kakoti. Kakoti. Wewe mwenye na kakoti. Hiyo ni njaa ya kakoti. Wewe mwenye na kakoti. Haleluya. Amen. Yule akwidi au msikweni ununinza. Sasa hiyo njaa. Ile njaa ikikupata kwa baba yako, mbona huku ama? Ulikuwa unaama. Na unaona tajiri hapo kwa kijiji yenu, unasema mimi ninaenda kwa tajiri. Wewe nenda. Amen. Niwaenda. Wewe uliama kweli? Wewe kala hapo sana. Nataka kufikia kiwango. Wapi kiwango? Hata ukafanya maamuzi ambayo yanastahili. Watu wetu ya ile. Wewe nata hiyo. Amen. Hivyo ndivyo tunastahili kama watu wa Mungu. Huyu ni watu ile tokani mama. Tukomae. Pia netu ime. And we carry the testimony. Na tulipo kusi. Wewe nata hiyo. Amen. Kwa sababu katika maisha haya tuko nayo. Tauni mtule ni watu ndio. Tuko na challenges. Tuna challenge. Kuna wakati kukiingia jua mtu anaenda. Pepe inakuwa likashua. Kwamba Biblia inasema ungefaa kuendelea uwe mwalimu. Na Biblia inasema yale ida wewe mwalimu. Hata sio wao walongoza. Na wanatuambia habari ya hizo njaa. Nani alisikia hiyo njaa? Yes. Waitao. Education. Ana alimu. Sikia mwalimu. Unatukezea alimu. Sikia teacher. Hayo leo ni kwa kwete. Ndio nini ba? Miongo dana na ina. Si 84. Ai mwana sikisi. Leo ni kwa kwete. Ndio longoza. Wawangu ndio.
Wewe nanda hiyo. Amen. In other words, story tunaingia hii. Hiyo habari tunapewa. Wana wewe kala katika nyumba ya angaije. Ukikaa unaambia hivi. Mungefaa kuwa walimu. Mmoja na mwalimu. Sasa ni walimu kwa sababu walipata na jawa. Pema unumoka. Kuna mambo yanakuja. Kuna mambo yanakuja. Testimony. One time. Otono unataka ndaya longoza. Mdhanamu kama vile unasema habari ya njaa. Unasema you ought to have been teacher. Why either wewe mwalimu. Lakini baokie kitu cha utungane tina. Unikuja kitu ikakurudisha nyuma. Watu wewe mwalimu walifanya nini nasari? Badala ya uwe mwalimu ukaanza upya. Yesu na hata ina. Amen. Hello. Hello. Sisi mnana huyo na ndii. Mwana ni wikala. Mtoto ukaa. Mwana ndio ana wasiwasi. Mtoto hana wasiwasi. Mwana ni wikala. Mtoto ukaa. Mwana ni umeesha. Na mtoto unavumilia. Wewe na hata ina. Amen. Asante. Tuwapigie makofi wanapokaa. Kama kuna mmoja baada yote kwa humo. Ni kwa na witiki kati. Wewe na hata ina. Mungu mwashati. Mmoja akasema. Aka anapeana mfano. Na Mungu mwana ngalanga lekati. Sasa msio mwe. Akasema kuna bomba moja. Kwa msio mwe wai na mtumio mwe. Kuna bomba moja ambayo ilikuwa na mzee mmoja. Mtumio sio aenda kwa kila wiki. Huyo mzee alikuwa ananyolewa kila wiki Kwa mauta. anapaka mafuta. Unajua wale watu wa zamani, si mnajua watu walikuwa wananyolewa na wewe. Na wewe zile ndio manguluta bwana kawembe. Ndio mundu enda wana wewe. Na wembe. Na kawembe. Na wembe. Sio kama mtumia wenda wana kawembe. Alikuwa ananyolewa na wembe. Kila wiki. Kila wiki. Kala bambi. Anakalishwa chini. Akenzwa. Ananyolewa. Anapaka mafuta. Anapaka mafuta. Kila wiki. Kila Wiki. Wewe ina hata hiyo. Amen. Na yu. Muda na mwe. Siku moja Kibeti chake ndio mwenza. mke wake ndiye alikuwa anamnyoa. Ndio wanu. Muka. Iko kana nini na ndio wanu. Amana mero mwangu wewe tabu. Kalaambia kanguluta. Ananyolewa. Kwa wiki. Kila wiki. Na kila kibeti chake kala. Na mama akakaa. Muda na mwe anoa. Akachoka ni kumunyoa. Na akaenda. Yo apati. Naelewa. Ila waendie bala waendie. Alipoenda maana alienda. Adi kondokoke. Akaolewa kwingine. Ila wabikie. Alipofika. Nenda kuku apata niingie. Na akaelewa huko ni Na kama mtumia wako uwe. na mzee huyo mwenye amemuoa Akila cha oka. akikuja Muka. bibi mke wake Akamukika. anamkika Akamukika. Bake ngoma. mpaka alale kama katoto. Ile inaga hiyo. Yu akila cha oka na mudano mnakibali kile jadi. Na huyu mama akaenda Na jadi kakua. na akaenda huko Na jadi jabate. na akaangalia Hayo mudano wai. siku moja Mzee ato. mzee akakosa kulala, alikuwa na stress. Mzee ato. Mzee alikuwa akakosa Age kwa. Ibadi jano. mama akachoka, Mama yungu mutembele yate. akaambia huyu mama mwingine Wana amemwona, kukandebye. hii nisaidie. Oka. Akakuja Amwangiki. nisikie mzee. Amudeki. Na tokeke ngijebi zaje jakoma. Na huyu mwingine akajificha akalala. Mutumia hato. Mzee akakosa usingizi. Ela kwake. Asubuhi Yake badilike yate. akapata mama anasema Kama kwao. kabaka kwa Kama kwa mwenza ni. afadhali kwa kunyoa. Kama kwa mwenza ni. Ukila kwao. Kwa mugekwa. Kwa mugeka. Yesu ni hata hiyo. Amen. Ndio mundu angai. Eka kuna ni mundu Ngoja angai. nikwambie, Na ukie kwa mwenza ni. unaweza ogopa kwa kunyoleana. Unaenda unaanza kupewa mtu ululuche Amwe mundu muima. mtu mzima. Mawendo wewe. Mapenzi. Wendo huyo bate. Mapenzi ni Sina blind. kama kwanza tio wendo. Si hata kunyoleana ni mapenzi blind. Alio ndo mai bwana. Si vile mnasikizana mfanyange kwa wiki. Bwana hiyo ni wana noka. Nikikuja unanikamata pose. Mpaka kakuje. Ya, maana ni wome ya. Mtoto uvumilia. No wewe kwa kwenzwa.
Labda uko kwa kunywa leo. Ingala. Kunywa. Kaa kwa kunywa. Ndio maana wekala. Kaa kwa kunywa. Wakwenda huko ndana mambo. Kwa wiki zimwe. Hakuleke kama. Kika na nini? Babu keko kwa hiyo. Oh, muda. Oh. Akikuja. Oka. Muka. Ndio maana kwa mwenza. Afadhali nikanywaje. Ukila kwa jao. Kwa. Wewe inaanza hivi. Kama utabi. Acha nikwambie. Mwana ni wikala. Mtoto uvumilia na ukaa. Ngombo. Mtumwa Ni kala hapa mimi. haikai. Ni kwa mimi ndege kata. Ikadi. Mimi ndio kule mwana wangu wika. Kisha yako wewe ngombo ana. Haidi ndio yonga. Atusimame.